Hey guys, mambo vipi wazee? This is SMB again from Safina Traders na leo ni siku ya tarehe 16 mwezi wa 10. Karibu tena katika recap ya trade zetu za leo, ambapo kama kawaida tulitrade stock za pale soko la Marekani. Mimi ni mpenzi zaidi wa soko la Marekani kwa sababu ni rahisi kutrade, kwa maana unaweza kuingia na kutoka ndani ya soko kirahisi kwa sababu participants ni wengi. Tofauti na masoko mengine ambayo watu wengi wanakuwa ni wawekezaji, investors. Like in Tanzania, it's not like easy to trade ndani ya lisali moja, ndani ya dakika 10, ndani ya nusu saa ukasema upate matokeo ya kuelewa, kwa sababu movement sio ya kasi. Lakini katika soko la Marekani movement ni ya kasi sana, kwa hiyo inakuwa inatupa nafasi ya kuweza kutrade daily, intraday, na ndani ya muda mchache ukawa umepata matokeo. It's either win or loss, lakini overall mpaka sasa hivi we are winning guys, we are doing really well. Tokea tuanze tunazidi kukamua. So by the way, jana sikuweza kutrade ofisini kwangu, nilikuwa mbali, kwa hiyo sikuweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kurecord recap, na that's why tulimiss recap ya siku ya Jumatano jana. Kwa leo Alhamisi, this is a recap, na kama kawaida tulianzia kwenye scanner yetu kuweza kuona stock zipi ambazo zimefungua na bei kubwa kuliko ilivyokuwa jana. Yani tokea zifungue leo asubuhi kwa kule Marekani, sasa saa 3:30 asubuhi. Kwetu huko inakuwa ni saa 10:30 jioni. Tokea zifungue zimekuwa traded at higher price. Naona. Kwa hiyo katika hii platform yetu ya trading terminal, by the way, scanner pia ipo, na ndio hii ambayo inanionyesha stock zote ambazo zimefungua na gain kubwa. Mfano hizi hapa nikijaribu kuzoom, unaona ya kwanza ni ya PRAX, mpaka sasa hivi inaongezeko la zaidi ya 200%. Guys, this is massive guys. Hebu angalia, the price is 178. Alafu sasa hivi price ni 212. Tukiangalia PRAX previous day close, if you can see it, hii hapa PDC ilikuwa ni $57 jana. Hiyo tunazungumzia $57, na leo hii by this time ni $178, 179, inakuwa trade huko, na ilienda mpaka 205 by the way. From there ndo ikaanza kushuka chini. So nilivyokuja nikaikuta PRAX iko juu hapo, ambayo ina asilimia nyingi tu. The other one ambayo sasa hivi hapa sioni ilikuwa ELWS nayo was among the top gainers. Niliona nikaitrade, sasa najua ishashuka. Na zingine ni hapa WATT na nimetrade kidogo kwenye offers in my other account. Lakini leo kiujumla nimetrade stocks 3. Ya kwanza ni CRML. Kuna mtu kwenye grupu alitusanua kwa bwana, hebu check in CRML, it could have an opportunity. Umeona? Yes. Kwa hiyo mimi nikaiangalia nikasema okay, let me trade this, na nikaja kuitrade wakati nataka kuretest view up, kwa sababu tunajuaga sisi most of the time stock kama hii, unaona iliporomoka bei ikaanza kupanda ikatan. Hii ni exponential moving average hii, by the way. Kwa baada ya bei kuanza kutan, nimekuja nikasema okay, sitoingia trade mpaka i break view up. Kwa hiyo ikaja break view up, kama ambavyo unaona view up ni line, this red line, this is a view up. Baada ku break view up, volume weighted average price, that line ni indicator that of volume weighted average price, VWAP. Umeona? Baada ya ku break nikasema okay, nice, ime break view up, let me wait for the retest. Ni kweli kaja ku retest ya kwanza hii hapa. Umeona pop ime bounce. Retest ya pili hapa pop ime bounce. Hivyo kuja ku retest mara 3 nikasema okay, now let me get in. Nikawa nimemaliza analysis niingie sasa hapa, but unfortunately baada ya kuingia ikapanda kidogo, then the price ikaporomoka, pakawa na sell off. Kwa hiyo hii trade yangu ya kwanza leo ikawa imenipa loss. Imetoka 23.52 imeshuka mpaka 23.04. Kwa hiyo ilikuwa loss ya 23.52 mpaka 23.04, loss ya $480, kwa sababu ni nime lose senti 48. Price ilikuwa imeshuka kwa senti 48,
na nilikuwa nimeingia na share 1000 kama ambavyo zinaonekana hapa chini. Kwa hiyo nikawa nimepoteza dola 48, dola 480. Umeona, dola 480 wakati naanza ku trade leo. Kaza okay, it's okay, it's part of the game. Not bad. My analysis was like most often inafanya kazi, ita break view up, itakuja ku retest, then itaenda juu zaidi kwa sha, lakini this one didn't work out. Kwa hiyo it was okay for me, na hiyo loss haikunipanikisha, ni loss ya kawaida kabisa. Kwa hiyo nikaachana na CRML, nikaenda kwenye PRAX. So PRAX leo, labda ni zoom hapa. PRAX leo kama hivi nilivyoonyesha kwenye scanner kule, imefungua iko juu sana, lakini nikawa nimemuona kwenye atlas yetu market depth au level 2, nikawa nimeona kuna big seller at $205, sawa, na nikawa nimewasanua kwenye live yetu. Je bwana, kuna muuzaji amestay hapo katika dola 205, mtu anahitaji anaweza akashort, unaona, lakini ingia na size ndogo kwa sababu you never know, anaweza akawa absorbed, mambo yakawa mengine. By the way, yule muuzaji akawa very strong. Price ilivyokuja mara ya kwanza ika reject, mara ya pili ika reject, mara ikaanza kushuka, sema wao inashuka. So nikaingia short trade yangu hapa share 100. By the way, this one is very high price, is very expensive. Kwa hiyo sikuweza kuingia na mashare mengi, that's why nikaingia tuna share 100 ambapo nikawa nimeshort. Umeona? Kwa hiyo nikawa nimeweka order yangu at $200 limit order, nikawa nimesell share 100. PRAX ikaweza kunifill, order yangu ikawa filled at 235 cents. Umeona Yes, kwa nikawa filled hapa, ikapanda kidogo, ikaanza kushuka kama ambavyo analysis yangu imenieleza. Umeona bwana? Tayari pale ilikuwa ndo the highest of the day. Kwa hiyo imereject, nikasema okay, let me just get in at this psychological level ambayo ni 200, ikibreak ningeina. Kwa hiyo ikawa nimeingia hapo, price nikashuka nayo mdogo, nikawa naisoma faida, nikashuka nayo mdogo. Of course ningeweza kuchukua faida kubwa zaidi, lakini as always usiache faida yako mezani, kwa sababu uwezi kuwa unajua kwa 100% kwamba the next 5-10 seconds where the price gonna head. Kwa hiyo the direction of the price. Kwa hiyo mimi nikasema okay, let me take my profit. Nika nimechukua handsome profit yangu hapo dola 708, kwa sababu the drop was from 200 all the way to 193 like $7 and something cents. Kwa hiyo nika nimechukua kama dola 700 hivi trade yangu ya pili. Nikawa nimerecover ile loss ambayo nimeingia trade yangu ya kwanza dola 480. Kwa hiyo nika tayari nipo kwenye profit nzuri. So this was my second trade for today. Baada ya hapo nikaenda kwenye stock nyingine inaitwa ELWS. Na imenipa hela nzuri. ELWS na imenipa hela nzuri kama ambavyo unaona hapa. Nimetrade leo. Nimetrade. Trade yangu ya kwanza ilikuwa ni hapa. Nimeshort. Umeona? Nimeshort, nimekuja kubuy huku. Kwa nini nimeshort? Kwa sababu unaona huyu hapa inverted hammer. This kind of candlestick ni dalili ya kwamba the price gonna go down. Kwa hiyo nilivyoona price imereject, buyers wamepush price but they couldn't hold, pakatokea sell off ikaja kufunga chini. That means the price now had the probability of going down. So when this candle was opened up, nikaweza kuishort, price ikashuka, nikawa nimechukua hela nzuri sana. Kwa hiyo niliingia at what price? Let me check it. ELWS order yangu ya kwanza niliingia at 6.63, yani dola 6 na senti 63, ilikuwa share 1000. Nikaweza kwenda kutoka at 5.78, dola 5 na senti 78. Umeona? Kwa hiyo nikawa nimechukua also faida nzuri sana. Nadhani zaidi ya dola 800, kama 50 hivi. Kwa plus ile 200 na ngapi ambayo imebaki kule, jumla kana dola kama 1000 na kitu hivi. Yes. Kwa hiyo then nikatrade tena ELWS kama unavyoona. Nikaingia tena hapa. Umeona? Nimeingia. Umeona? As a pullback at 6.54 nimeingia, nikaja kutoka huku
huko juu kama ambavyo inaonekana. Nimeingia hapa nikaja kutoka huko na faida nyingine nzuri around dollar kama dola 300 hivi. The last trade ikawa ni nadhani ziko zaidi ya 300. The last trade was this one ambao niliingia this trade as a short trade, but the price went high. Nikasema okay, let me close my trade nisiharibu profit ambayo tayari nimeshatengeneza. Kumbuka katika skills muhimu sana ambazo trader inabidi ujijenge nazo ili uendelee kuwa consistently profitable ni kucut losses mapema. Yani umeingia trade unatarajia iende katika direction ili upate profit. So the moment inaanza kwenda uelekeo ambao ni wa kukupa loss, lazima uwe umejua sehemu gani ambapo utatoka. Na leo kama ambapo ulikuwa live kwenye trade yangu, utakuwa unakumbuka kwamba nilikuwa nasema kabisa naingia hapa nitatoka hapa, naingia hapa nitatoka hapa, naingia hapa nitatoka hapa. Na it went really well kwa sababu sikuwa nimechukua maloss makubwa, very small loss, very tight stop loss. Matokeo yake nikawa nimefunga siku na zaidi ya dola 1300. Mbona kwa sababu account yangu jana ilikuwa na anyway, I don't want to say it, lakini nimeclose na dola 1300 leo baada ya kuingia sokoni na kutrade. Ndani ya muda gani? Kwa kuanzia saa 10 na dakika kama 40 hivi za jioni kwa masaa ya Afrika Mashariki mpaka saa 12 fulani hivi nikawa tayari nimeshamaliza, nishachukua profit zangu nzuri. Kwa hiyo I'm done for the day. Na sasa hivi ni saa 2 kamili nishamaliza. Hii ni moja katika akaunti zangu 1300 plus another accounts pia nimepiga hela nayo nzuri anyway. Kwa hiyo yeah guys, you can trade as well. Unaweza kutrade, unaweza kutrade mwenyewe, unaweza kujifunza mwenyewe, but if you wanna shorten the pathway, unaweza kuja kwetu Safina Traders, Safina Capital, tukatrade kwa pamoja, tukafundishana kwanza, then tukatrade kwa pamoja ili uweze kupata matokeo ndani ya muda mfupi. Watu wengi ambao tunatrade nao live mpaka sasa hivi, wengi wako na profit, they are doing real well. Yeah, so yeah, that's all for today. Let's meet tomorrow katika recap ya siku ya Ijumaa, tuone tutapata kitu gani. Tunataka kufunga wiki na green week. See you guys. Thank you and goodbye. Usisahau kusubscribe, kulike this video, leave a comment down here kwenye comment section, lakini vile vile naomba ushare video hii na jamaa zako wengine ili nao waweze kujifunza na waweze kuona hizo recap. Asante sana na kwaheri.